Mabibi na mabwana, leo hii niko hapa kwa ajili ya kuzungumzia hili swala la ndugu yetu, kaka yetu, rafiki yetu Haji Sande Manara na huyu mwanamke anayekuwa anajulikana kwa jina la Zailisa. Lakini pia bila kumsahau na huyu mcheza muziki huyu wanamuita Dula Makabila. Watu wanalizungumza tofauti sana, na hii inatokana na kukosa uelewa thabiti juu ya hili swala. Haji Manara kufanya makosa kumpa talaka Zailisa. Unajua sisi wanaume tuna principle zetu, na hizi ni principle ambazo mimi zimenifanya nimpe maua yake Haji Manara. Yaani pindi ukiwa mwanaume uliyekamilika, ukaona mwanamke uliyemuoa, yaani mkeo, imefika wakati anahitaji talaka, yaani unastaje? Kwa nini usite kumpa talaka? Utaonekana hujakamilika. Kwa mwanaume aliyekamilika ni wajibu wake kufanya hivyo ili aendeleze heshima ya wanaume wote waliokamilika duniani. Na sikitisho kumuona huyu msanii nani wanamuita sijui Dula Makabila. Dula Makabila anakwenda anatengeneza nyimbo kadha wa kadha kwa ajili ya furaha ya hili tukio. Ni udhaifu. Huwezi kuniambia mwanamke aliyetoka mikononi mwako kwenda kwa mwanaume mwingine na kwenyewe wanakwenda wana break up, alafu mwisho wa siku wewe unasumbua akili zako, muda wako, kipato chako kwenda studio kwenda kutengeneza nyimbo za kumsifu mwanamke huyo huyo. Huo ni udhaifu. Ikumbukwe ya kwamba na yeye mwenyewe Dula Makabila ajue ya kwamba Zailisa alikaa kwa Dula Makabila akiamini kwamba labda nafasi aliyokuwa amefikia Dula Makabila Zailisa ingempeleka mbali. Ni kweli. Lakini alipokuja kukutana na Haji Manara aliona kwamba pale ni sahihi zaidi kuliko kwa Dula. Hivyo basi alichokifanya akaamua kumkubalia Haji Manara. Lakini nina mashaka kwamba inawezekana Zailisa alimkubali Haji Manara apate umaarufu kupitia kwa mtu maarufu, na alivyokamilisha lengo lake, mwisho wa siku yametokea haya yaliyotokea. Yametokea haya sio kwa bahati mbaya. Haya yametokea kwa makusudi. Huu ni mpango madhubuti ambao aliufanya yule mwanamke Zailisa. Amekaa kwenye sinema kwa miaka nenda miaka rudi, lakini hakuwahi kutambulika na watu. Hata maeneo ya Mwananyamala ukienda watu walikuwa hawamjui. Ukienda Msisiri hawamjui. Ukienda Manzese hawamjui Zailisa. Lakini alivyoingia kwenye mikono ya mwanaume maarufu Haji Sande Manara, kila mmoja, hata sisimizi walimjua. Na hilo ndio lilikuwa kusudi la yule dada. Kwa hiyo mimi sikushangazwa kuona akimtengenezea zengwe, kumharibia. Haji Manara ni mtu ambaye tayari ameshaweka mizizi nchi nzima, na sio nchi tu. Haji Manara anatambulika dunia nzima. Yeye alichokuwa amekitaka amekipata. Hivyo tuseme, ifike wakati tuseme tu kwamba tukubali kwamba Haji Manara hakukosea kutoa talaka. Na vile ndivyo wanaume unavyotakiwa kuwa. Ukiwa mwanaume uliyekamilika, usikubali kuwa mtumwa wa mahusiano. Kuna watu wanakuambia sijui basi mzee hivyo unavyokwenda sijui utafia kifuani kwa wadada tofauti tofauti. Haina maana. Unaruhusiwa kutoa talaka. Hata wewe ulishawahi kwa wake wanne, una haki ya kutoa talaka pindi talaka inavyohitajika itoke. Lakini mimi nilichokuwa ninaamini siku zote, aliyezoea mbili moja haiwezi. Na kofia ya kuazima siku zote ni ya kuazima tu. Wengine husema nguo ya kuazima haistiri mwili. Bado alichokifanya Zailisa amefeli, kwa sababu amekaa muda mchache mno. Kama angekuwa ni mwanamke ambaye ana vision ndefu zaidi, aidha angepata watu wa kumshauri. Mimi nawaambia ukweli ndugu zangu kwamba Zailisa haukuwa muda sahihi wa kutoka kwa Haji Manara. Ilibidi aendelee kuwepo kwanza, akiendelea kupandikiza mizizi yake ardhini ya kuwa maarufu. Huu ndio ukweli wangu. Kwa hiyo ifike wakati wa Tanzania tusimwatake Haji Manara kwa hii decision. Haya ni maamuzi sahihi kwake. Nitashangazwa sana kuona wanaume waliokamilika wakiwa wanamshtumu, wanamwatake Haji Manara kwa maamuzi haya. Mwanaume yoyote ambaye anaweza akasimamia kidete kumzungumzia Manara kiubaya, huo ni ubushoke. Kwa hiyo mimi wa Tanzania, ndugu zangu, marafiki zangu, washabiki zangu, niko hapa kwa ajili ya kujaribu kuliweka sawa hili jambo kwamba wa Tanzania, huu sio muda sahihi wa kumshambulia kaka yetu Haji Manara. Huu sio muda sahihi wa kumrushia matusi, kebei na dharau. Hata kama ukimdharau Manara utakuwa unajisumbua tu.
kwa sababu tayari kuna watu kama sisi wenye akili timamu tunajua alichokifanya. Naitwa Panema wa Panema, ukipenda niite Mwamba wa Kimwera, wengine wananiita The Hero.